ala alqulubi kalhasiri udan. Mitihani huwasilishwa katika nyoyo, madhambi huonyeshwa katika moyo, kama mkeka wa mwanzi mmoja badala ya mwingine unaonyeshwa katika moyo, madhambi yanaonyeshwa, dhambi moja badala ya jingine. Mtume anasema fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Moyo wote utakaomeza hili dhambi, umeonyeshwa dhambi ukalikubali ukalifanya, umeona dhambi ukaifanya, ndio anachozungumza Mtume. Moyo wote utakaomeza dhambi hili, basi moyo wake utatiwa doa jeusi, utapigwa alama nyeusi, muhuri mweusi utapigwa ule moyo wake. Wa ayu qalbin ankaraha, Mtume anasema na moyo wote utakayekanusha, umeonyeshwa dhambi lakini ukaogopa ukajizuia, hukufanya lile dhambi, Mtume anasema nukita fihi nuktatun bayda, basi moyo huu utawekwa doa jeupe, utapigwa doa jeupe. Mtume anasema hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, mpaka moyo huu miwili mmoja unakuwa mweupe kama marumaru safi. Moyo ukishakuwa hivi, Mtume anasema hakuna jaribio lolote litakaloweza kudhuru na kuwasili moyo huu muda wa kuwa mbingu na ardhi zinaendelea. Lakini wal akharu aswadu murmadan kalkuzi mujakhiyan, Mtume anasema lakini moyo mwingine utakuwa mweusi kweli kweli, umejaa vumbi kama chombo kilichopinduliwa, kama mkaa. Mtume anasema moyo ukishafikia hivi, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran, moyo wako ukishafikia hapa, basi huu moyo, huyu mtu hawezi kuona jema, hawezi kupenda zuri akalifanya, lakini hawezi kukataa ovu. Ndio maana unakuta kuna mtu anafanya kila aina ya dhambi mpaka unajiuliza huyu haogopi, kumbe moyo wake ushakufa, ushazungukwa na machafu, hauoni unakiza. Mtume anasema huu moyo unakuwa ni mweusi kama chombo kilichofunikwa. Moyo huu hauwezi kufanya jema illa ma ushriba min hawa, isipokuwa kile kilichonyewa na ule moyo ndio kitakuwa kinapendeza kwa sababu utamuona ni mwenye kupenda maasi, utamuona ni mwenye kupenda madhambi. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake umechafuliwa na madhambi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal mu'mina idha adnaba dhanban, hakika muumini akitenda dhambi, muumini akifanya dhambi, kanati nuktatun sauda fi qalbihi, moyo wake unawekwa alama nyeusi, moyo wake unakuwa na doa jeusi, kama tulivyozungumza hadithi ya kwanza. Lakini hadithi hii akasema fa in taba wa nazaa wastaghfara suliqa minha, lakini akitubia suqila minha, akitubia akaacha ile dhambi akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, ile dhambi inafutwa. Wa in zadati, lakini akiendelea kufanya madhambi, basi ile doa jeusi inazidi kuwa kubwa, inaendelea kuwa nini? Kuwa kubwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hatta yughallafa biha qalbuhu, mpaka ile doa linaufunika moyo mzima. Huyu anakuwa ni shetani na afai, anakuwa ni zaidi ya shetani. Mwisho Mtume akasema fadhalika ar-radu alladhi dhakara Allah fi kitabihi, na hilo doa ndio ile kutu aliyotaja Allah katika Qur'ani. Allah anasemaje katika Qur'ani sura Al-Mutaffifin? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Hapana, si hivyo. Kwa nini hawa wanakataa kuamini siku ya kiyama? Kwa nini wanaikataa Qur'ani, wanasema ni maneno ya watu wa zamani hayo? Kwa sababu nyoyoni mwao kumeingia kutu kwa machafu waliokuwa wanayafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja ahakikisha anajiepusha na mabaya, ili asije akauchafua moyo wake, ili asije akautia vumbi moyo wake, kwa sababu akiuchafua moyo wake, akiutia vumbi moyo wake, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa, hawezi kuona jema wala hawezi kuacha baya. Kila kitakachopita mbele yake kwake yeye kitakuwa ni halali, kiwe kizuri kiwe kibaya,